Jambo ambalo Wema Sepetu alikuja front akaweza kuandika kwamba swala la yeye kutokupata mtoto halimuumi, kwa hiyo watu wasimuonee huruma. Sasa wengi sana washikaji zake, mashosti wake, watu wake wa karibu na watoto, ni kweli Wema Sepetu ili jambo halimuumi? Kwa mimi na Wema Sepetu tunaheshimiana sana. Natoka kipindi cha nyuma alikuwa hata anapenda sana watoto, hata wa dada yake Danuru akikutana na mwanamke ana mtoto anawishi angekuwa ni mtoto wake, lakini kwa labda katika kutembea kwake huku na huku kwa wataalamu hospitalini, kwa waganga, kwa maustazi, hilo naona limeshindikana na limefikia hatua ame give up, amekata tamaa. Na ndio maana anafikia hatua, mara ya mwisho kabisa kama I'm not mistaken ilikuwa ni mwaka mwaka juzi, nilimwona alisema kwa umri nilionao sasa sitarajii kupata mtoto, alishasema. Kwa hiyo this time kaja kuzungumza kitu kama hicho, ni kwamba tayari anaendelea moyo wake kukata nini? Kata tamaa. Kwa ni mtu ambaye kata tamaa, kwa sababu yeye mwenyewe sasa alikuwa anaumia, anajionea huruma, kisa sasa kashaona poa, ushanielewa, acha niishi maisha yangu sasa, siwezi kupata mtoto. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekata tamaa. Lakini kwa mimi, mtu ambaye namwamini sana Mwenyezi Mungu, asikate tamaa. Mwili wa Wema Sepetu umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaujua utosi mpaka unyayo, anatujua utosi mpaka unyayo. Ndio maana tu ukimwomba Mwenyezi Mungu kukuponya, anajua kwenye tatizo. Mwenyezi Mungu, mimi naweza nikawa najua ugonjwa huu, kumbe na magonjwa mengine ambayo bado hajafumuka, ila yeye anafanya nini? Anajua. Kwa hapo unapomwomba Mwenyezi Mungu na kuomba uniponye ugonjwa huu, niponye magonjwa yote nayo yajua na nisio yajua ndani ya mwili, kwa sababu yeye anakujua mwanzo mwisho. So Wema Sepetu inabidi ajikite kwenye kuomba, kwa sababu uwezo ukapata ujauzito bila kuwa na mwanaume serious, kwamba amekuoa mnaishi pamoja. Uwezo ukaenda kanisani, hata juzi nimeona kwa Mwamposa kanisani, dada moja anamwambia Mwamposa, naomba uniombee nipate mtoto. Tena ni mumama, nipate mtoto, nimefikia umri wa miaka 40 ngapi, sina hata mtoto. Akamuuliza, unataka nikuombee? Kanisani hapo, unataka nikuombee? Juzi tu hapa Jumapili iliyopita, unataka nikuombee? Una mume? Sina. Sasa nitakuombeaje? Utapata hiyo mimba itaingiaje? Katafute kwanza mume, umeelewa? Katafute kwanza mume ndio nitakuombea. Shana wewe sio Bikira Maria. Ndio alipojibiwa. Sasa Wema anahitaji mtu serious, wafunge ndoa wote, waombe. Sio tu Wema wanaomba, hata mwanaume wanaomba, ili Mwenyezi Mungu tunakuomba ufungue njia yangu ya kizazi, nipokee ujauzito, ili nitimize agizo lako. Nendeni duniani mkazaliane mkaongezeke, ili nitimize agizo lako. Nendeni duniani mkazaliane muongezeke. Natamani Mwenyezi Mungu nilitimize hilo, na kuomba ufungue mlango wangu wa kizazi. Na wakati huo uko na mume sasa. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya lolote wakati wote. Kwa mimi ndo ujumbe wake kwake. Yeah. Kwa hiyo hapo cha msingi kabisa, Wema Sepetu kwanza sikate tamaa, ajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia mtafute wa upande wake sahihi kabisa, sahihi, ambaye na yeye anatamani mtoto mwanaume.
Kwa hata kama usiku wanasali, wanaomba pamoja, wanamuomba Mwenyezi Mungu. Huyu anaomba mume wangu mlango wa kizazi kifunguke apate ujauzito. Wema naye naomba mlango wangu wa kizazi Mwenyezi Mungu ufungue nipate ujauzito. Ili nitimize agizo lako, nendeni mkazaliane mkaongezeke. Yeah. Musa alituahidi yeye ndo mwanaume ambaye ataweza kumtoa ujauzito sasa. Miaka inakatika mpaka wewe anaongea mimi kupata tamaa. Hiyo ni kujiongelesha tu babu, kwa sababu umeona kamera, umeona maiki, unataka uonekane, usikike. Lakini swala la msingi Wema kupata mtoto ni kujikita kwenye maombi, na si kwa waganga wa kienyeji wala kwa njia nyingine yoyote ile. Ni kujikita kwenye maombi. Sala, nani ule ni Sale alipataka ujauzito akiwa bibi kabisa mzee. Alikuwa ni Sala. Sala. Alipata ujauzito uzeeni, watu walikuwa wanamcheka. Yaani yeye alikuwa ameolewa. Marisa. Sala si ndo alikuwa mke wa Ibrahim? Sala akawa yule mke mdogo anamcheka Azai. Si ndio? Kwa hiyo Ibrahim, si ndio? Tusije tukakosea hapo, Ibrahim tukakosolewa. Ibrahim ndio Isaka na Yakobo. Unaona, Ibrahim alikuwa na wake wawili. Wa kwanza mkubwa ni Sara, akawa apati mtoto paka uzeeni. Akawa mke wa pili, akawa anazaa, lakini huyu wa pili akawa anamcheka Sara kwamba azai. Lakini Sara kwa muujiza Mwenyezi Mungu alipata ujauzito uzeeni. Kwa Wema Sepetu bado ni binti. Don't give up. Jikite kwa Mwenyezi Mungu. Ana uwezo wa kufungua mlango wako wa kizazi na ukapokea ujauzito. Inshallah. Uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Lakini umezungumzia kwamba anabidi apate mume aweze kumwoa, wote kwa pamoja wasali, waweze Mwenyezi Mungu awafungulie vizazi vyao. Je, mwanamume huyo unatamani aweze kumwoa Wema ni msanii ama nje ya usanii? Mimi hayo siwezi kuchagua, siwezi kupanga. Anaweza akawa sio msanii au akawa msanii. Siwezi kusema aolewe na msanii, aolewe na mtu wa kawaida. Hapana. Kwa sababu wengi sana ambao Wema amekuwa nao, hasa hawa wasanii, wamekuwa na mambo mengi, tunaona vurugu hizi, maana huyu kafumani au hivi na hivi na hivi. Unahisi pia na hii inaweza kusababisha hata Wema kuna haja gani mimi kupata mtoto? Wengi wanamfuata Wema kwa sababu ya trend, wanamfuata kwa sababu ya kuzungumziwa na vyombo vya habari, hawako kwenye serious relationship. Ndio maana maisha ya Wema na wale watu wote wasanii yamekuwa ni ya bata, sio ya future. Ni maisha ya kula bata. Wema akipata hela wanakula bata tu, no future. Shana ni maisha kwenye mitandao. Shanaelewa. Kwa Wema anahitaji mwanaume ambaye anataka wa future. Tutengeneze familia. Tuwe Mr. and Mrs. ndo anachohitaji kwa umri huu. Sababu kama kutrend, kusikika, umaarufu Wema yote kashapitia. Mastaresha fanya sana. Fanya sana, nchi tofauti tofauti kashasafiri sana. Sasa unataka nini tena? Kwa chiri upate mtu aliyechiri. Labda pia hii laana ambayo mpaka sasa hivi inaendelea ni ile ya Kanumba. Unahisi kwamba hata kama ataweza kupata mume vitu kama hivyo, lakini kuna ile laana ambayo alipewa na Kanumba kwamba yeye kwa sababu alitoa mimba Kanumba hataweza kuzaa tena. Unahisi kwamba hii bado laana inaendelea kumtafuna? Mwanamke inategemea. Mwanamke ikifika mimba 3 ndio unatoa kizazi kina uwezi ni yani 3. Ni wachache sana wanapotoa mimba mara 3 afa anakuja anapata ujauzito. Kinu nakuta labda achana tu na Kanumba, alishatoaga zingine wakati wa ujana, anakula starehe. Na kipindi hicho anadanganyika na umisi kwamba ukizaa utanenepa, tumbo litakuwa kubwa, manyama uzembe, utapoteza shape yako. Kwa hiyo dunia ilikuwa inamwendesha. Marafiki waliomzunguka walikuwa wanamwendesha, sisi ni masista du. Unabeba mimba ya nini, bado tunakula bata. Sasa mwisho wa siku unatoa mimba ya kwanza, toa ya pili, ya 3, labda ya Kanumba ilikuwa ni ya 3 au ya 4, ndio pale ndio uwezi kupata tena mtoto. Kwa hiyo hapo ni muujiza ya Mwenyezi Mungu pekee. Sio hospitali, sio kwa waganga kienyeji. Hapo ni Mwenyezi Mungu pekee. Man.
Okay, mimi nadhani kwamba kwa upande huo tumeweza kufunika. Tuje katika upande ambao sasa hivi upande wa ngumi nazungumzia Mwakinyo atoa kiduku. Maneno yamekuwa mengi sana. Wanatakana sana ulingoni waweze kuzichapa. Mwisho siku tumeona Mwakinyo amekubali, lakini maneno umetupiana sana. Sasa kwako wewe Dudubaya, endapo litafanikiwa ili pambano kuandaliwa, mapromoters wakakaa chini na vitu kama hivyo wakaandaa, unahisi kwamba ni sahihi kwa Mwakinyo kupigana na Toa Kiduku? Kwa sababu kwa linki ya Mwakinyo na Toa Kiduku ni mbali kabisa. Je, ni sahihi kupigana na Toa Kiduku ama ni sahihi tu wapigana ili kila mmoja hapo amheshimu mwenzie? Sababu mpaka nilivyofuatilia Toa Kiduku anataka milioni 50, lakini siku zote Mwakinyo alishasema mimi niko tayari kupigana, lakini nataka kiasi fulani atokee mdhamini atoe pesa anayoitaka mimi. Tukakumbuka sio akina Babu Tale kwa sababu ni wa Morogoro na Toa Kiduku ni Morogoro, sio akasema sio tutatoa V8, sio ni akawaambia mimi V8 hiyo ninayo. Mimi nataka kiasi fulani. Kwa Mwakinyo ni bondia anayejithamini, anajua nini anafanya na anajua nikifikia kwamba ngumi nimestop nitakuwa vizuri tofauti na wapigana ngumi wa miaka ya nyuma. Kwa anaelewa. Kwa hiyo kakubali, lakini mpaka sasa hivi hatujapata ripoti mdhamini gani kajitolea kulipo mpunga wa Mwakinyo anautaka na Toa anautaka. Kwa masuala ya lenki mimi siwezi kuzungumzia sana kwa sababu mimi sio mtaalamu sana kwenye mambo ya boxing. Shana, lakini mimi tunajua kwamba uzito ukipishana mwezi kupigana. Alafu kuna mtu kama tuseme mtu kama unajua mabondia wako tofauti. Mtu kama Mayweather hawezi kupigana na Anthony Joshua. Ni watu wawili tofauti. So Mayweather yeye mdokoaji. Hawezi kupigana na mtu ambaye ni wa speed. Kwa hiyo mabondia wenyewe wako categories tofauti. Kwamba huyu anapigana style fulani anaendana na huyu. Huyu Tyson alikuwa anaendana na Evander Holyfield. Shana vizuri. Kwa hiyo hayo mambo hebu tuone, kwa sababu hii ni Tanzania. Mwisho wa siku Toa Kiduku anahitaji ugali, Mwakinyo anahitaji ugali, kwa hiyo linaweza likapigika hilo kwa sababu anataka ugali. Shana vizuri. Kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyoona hapa Mwakinyo alipofikia, sidhani kama ana ndoto ya kwenda labda kuwa bondia mkubwa duniani. Sio, unanielewa? Sidhani kama ana ndoto ya kwenda kuwa bondia mkubwa duniani. Ndoto hizo huenda alikuwa nazo wakati anaanza anafanya vizuri, alikuwa na aelekee huko. Lakini kwa sasa hivi nafikiri miaka inavyozidi kwenda na umri unaenda, sasa imeshafika hatua hizo ndoto za kwenda kupigana huko na mabondia wakubwa duniani zimeshayeyuka. Sasa anaamua kurudisha majeshi nyumbani. Toa Kiduku, njoo nikugonge nichukue changu, au Toa hivyo. Shanero vizuri. Kwa hiyo wewe karata yako unaitupa kwa nani hapo? Wote ni wanangu. Mabondia wote wanangu. Mabondia wote Tanzania wote washikaji zangu wote. Mabondia kabisa. Unavyomjua Mwakinyo, Toa Kiduku anaweza kufua dafu? No, inategemea kwa sababu usione Toa Kiduku labda alipigwa Mwanza mpaka akatoka Manundu, sasa unatarajia naye atapigwa bonde. Ngumi haziko hivyo. Ni sasa na mpira. Sejo Cornet leo Simba imefungwa, unatarajia na kesho itafungwa. Si leo Yanga imefungwa, unatarajia na kesho. Mpira ni siku hiyo, ngumi ni siku hiyo. Kwa hiyo nilipigwa Mwanza, sio tena nitapigwa hapa. Shanelewa. Kwa hiyo kauli ni yote. Unajua ngumi ni kuotewa. Kama ule jamaa aliotewa na Anthony Joshua, nakumbuka ngumi moja tu chali. Kule ilikuwa Saudi Arabia. Yule jamaa Black.
Ni Pole anaitwa nani? Yule mwenye panki hivi. Pole. Na Ronaldo alikuwepo, kisa Ronaldo akaulizwa, wewe unatupa kama unavyoweza karata, wakasema wote ni marafiki zangu. Yule Pole mwenye ashai kupigana na nani huyu bondia zamani mkongwe huyu. Si jamaa hivi anamwida ana panki hivi. Yes. Yes, msingumi moja tu ilikuwa. Alafu Anthony Joshua akachukua mpunga kibao. Ile ni kuotewa sasa. Yaani umeacha gap tu kidogo kitu. Huyu pigwa mbakati chembe kidevu hii. Kwa hiyo ngumi ni kuotewa. Ni sasa na mpira. Shangaa tunacheza na underdog au unashangaa kipindi dakika 15 za mwanzo wana 4. Mpaka mwanze kuzirudisha. Kwa hiyo mpira ni kuotewa. Wanasemaga wenyewe wanarugao kwamba kosa nini wasema cheza mpira wanatumiaga neno moja. Tumeadhibiwa kwa makosa yetu. Kwaona kwenye ngumi unaadhibiwa kwa makosa. Shana, kwa hiyo siwezi kusema Twa atapigwa au Mwakinyo atapigwa. Ngoja tuone siku likitokea, tutashuhudia ulingoni. Ila Twa kule Mwanza ile ilikuwa kipigo cha mbwa mwitu. Sio mbwa mwitu, yani kile kipigo cha mbwa mwenye fungus. Twa mwenyewe alikili. Kama kupigwa hapa nimepigwa. Mpaka macho aka. Kwa hiyo msitarajie eti alipigwa Mwanza Twa tena atapigwa na hapa, alishapigwa. Kakaa kambini anapiga mazoezi milima ya Uruguru huko, anaenda mpaka Matombo Mgeta huko. Na yeye Mwakinyo kule Tanga kule naye yuko baharini anajifua, kuna milima ya Usambaa wapi huko. Tusubiri ulingoni. Bana, mimi nashukuru kwa time yako. Mbarikiwa sana. Karibu sana next time. This is Mambas 24 Putin. This is Russia. We live your life, man. This is Bongo 24. Nobody can touch us. We live your life, man. You punch me once, I punch you triple. 2026. We live your life.